Umewahi kufika mahali hata ukajiuliza, je, kuna kesho kwa ajili yako? Wakati mwingine ukafikiri, je, una kusudi kuwepo duniani? Na pengine ukalia na ukamwomba Mungu majibu kwa mashaka yako, na ukaona kana kwamba Mungu yupo kimya. Hii ni hali iliyomkuta kijana anaitwa Milo, anayetokea katika visiwa vya Sumou katika bahari ya Pasifiki ya Kusini. Alilelewa katika familia ambayo upendo mara nyingi ulifichwa nyuma ya maumivu. Baba yake alihangaika na pombe na mara nyingi mabishano madogo yaliishia kwa vurugu, na hata humuumiza mkewe kwa sababu ya mambo madogo kabisa. Ndugu zake pamoja na Milo walikulia katika mazingira ya hofu na mkanganyiko. Haikuwa tu ngumu kwao, bali ilivunja kitu ndani yao. Lakini katika maumivu hayo makubwa, kulisalia kitu kidogo kilichoendelea kumvuta Milo karibu na Mungu. Katika hatua hiyo yote, mama yake alikuwa nguzo yake, na kila mara alimsisitiza kufanya lililo sahihi, ingawa naye alikuwa akipitia maumivu yake. Katika kongamano la vijana la mwaka 2024, mama alimwambia Milo kuwa anapaswa kwenda. Aliamini kwamba kongamano hilo lingebadili maisha ya kijana wake na kumfanya awe bora zaidi. Na kwa sababu ya heshima ya Milo kwa mama yake, aliamua kwenda. Milo alihudhuria kongamano, na kabla ya kongamano kuanza, alimwomba Mungu kujua kama kweli ulikuwa ni wito wake. Aliposikia mwito wa kufanya kazi ya umishonari mwaka mmoja, alitambua kuwa ilikuwa ni sauti ya Mungu. Hivyo alijitolea. Alijifunza jambo kubwa, kuwa wakati wa utulivu wa Mungu maishani si ishara ya kukataliwa, bali ni ishara ya kuandaliwa. Ninatamani kuzungumza nawe leo, kama ilivyokuwa kwa Milo. Unapopitia maumivu na mashaka maishani, usikate tamaa. Hata katika utulivu wa Mungu haimaanishi yupo kimya, bado anakutayarisha katika jambo kubwa zaidi. Tumaini lako ni muhimu kwake siku zote.